Somaji kwa Kiswahili. Principles. Misingi. Sawa sawa. Misingi 9 za wakili. Ya kwanza inasema hivi: everything belonging to God. Hiyo ni ya kwanza. Everything belong to God. Kila kitu ambaye kiko kwa mikono yako ni za Mungu. Kila kitu umebarikiwa nayo sio sako, ni za Mungu. Hapo ukisoma kitabu cha Zaburi 24 verse 1, ukiwa na watoto ni wa Mungu, shamba ni ya Mungu, ng'ombe ni ya Mungu, mzee ni wa Mungu, bibi wako ni wa Mungu. Praise the Lord. Yes. Kwa sababu hakuna kitu naweza sema kwamba ni yako. Kama wazee wanaambia bibi, ulikuja kwetu? Uli hapa ni kwetu? Mama anasema kama ni kwenu, kwa nini unileta hapa? Kila mtu mahali yuko hapo, Mungu anasema sio zako, ni za nani? Za Mungu. Number 2. Reason number 2. Reason number 2 inasema hivi: we must be faithful with what God gives us. We must be faithful with God gives us. Lazima tuwe waaminifu kwa kila kitu, kila ambao Mungu ametupatia. Be faithful. Kweli ni kabisa. Be faithful. Wewe kuwa mwaminifu. Umepewa watoto, wewe uwe mwaminifu. Umepewa shamba, wewe uwe mwaminifu. Umeachiliwa kama mwalimu, wewe uwe mwaminifu. Watoto wako wamesoma, wengine wameenda ng'ambo, uwe faithful kwa jina la Yesu. Wewe uko na kipawa cha kuimba, uwe faithful. Wewe uko na kipawa cha kulima kwa shamba yako, uwe faithful. Uko na kipawa cha kufanya biashara, uwe faithful. That's all. Kila mmoja amepatiwa zawadi na Mungu. Kila mmoja amepewa kila kitu. Kama wewe umepewa zawadi kutoka kwa Mungu ya kulisha wageni vizuri, uwe faithful. Amunielewe Bwana. Bwana nielewe. Kuna watu ambao wako na kipawa cha kukaribisha wageni kwa nyumba. Mungu aendelee kukubariki na uendelee kuwa faithful kwa jina la Yesu. Utaweza pata mtu anakuambia, mami, wewe ni mzuri, kwa vile umetukaribisha hivi, nimekununulia kasoda 2,000. Hiyo 2,000 uwe faithful kwa jina la Yesu. Unaposoma kitabu cha 2 Corinthians chapter 4 verse 2, mwende kusoma kwa nyumba, kwa sababu sina wakati. Hiyo principle ya ngapi? Ya pili. Haya. Kabla isasonga jini, wacha nikupatie point moja. We are managers. Hiyo ni ya pili. Hii ni point ambayo unaweza hapo kuweka. Ya tano bado. Hapo ni kuongeza kitu kidogo, kamjuzi kidogo. Hapo ni kuweka viazi na vitunguu kidogo. Because we are managers. Okay? Sisi tumepewa ili tutunze vizuri. Kama tulipewa, we are managers.
such as we are not owners. What is that now? Si. Hiyo ni mtaelewa Kiswahili. We are not owners. Mtaelewa hiyo. But we are managers. Tumepewa ili tutue kutunza. Wewe kazi yako ni ya kutunza. Sio vyako, ni wewe unatunza. Kwa hivyo ukiwa na watoto wako, wasichana, wavulana, wachunge vizuri. Wachunge vizuri. Kwa sababu wewe ndio unawasimamia. Kama mama unajua kuchunga kijana ni wewe. Kijana anamwambia kijana, baba yako lazima muheshimu. Inasema hivi, of what God has given us. So sisi tunapewa ili tulinde. Principle number 3 inasema hivi, we are accountable to God. We are accountable to God. Yaani tumepewa. Vile tumepewa, Mungu atakuuliza, nilikupatia ukachukua wapi? Sikia, kuna mama moja. Hiyo nitawaambia baadaye. Haleluya. Hiyo roho imeniambia niwaambie baadaye. Najua sitaki nione watu wanakuja kanisa wanavumu. Serious, unakuja nini? Sio vita. Kanisa ni kupata neno la Mungu uende nyumbani. Haleluya. Sio vita. Unakasirika. Hakuna makasiriko. Ukiwa kanisani kwanza kukasirika, umekuja kwa Mungu. Elda. Kanisa si kupigana. Unapata watu kanisani, habari yako? Sasa. Fasta. Hivi sipendi watu wanakuja kanisa wana No. Ukiwa na stress kuwa nyumbani, kutoka nyumbani, na tena ufika kanisani ni stress. Kanisani ukifika kanisani, stress yako itaisha kwa jina la Yesu. Hiyo principle ya ngapi? Ya 3. Wacha nikupatie fungu. Uende usome Matthew 25 verse 14 to 30. Sio sasa. 14 ukiwa kwa nyumba. Ukiwa umekaa. Sio sasa unasoma. Mimi sikukuambia usome sasa. Hiyo principle ya 3. Principle ya 3 kuna mambo hapa nataka nikwambie. 1. We are expected to use what we have. We are expected, tunatakikana kutumia kila ambayo tuko nacho kwa uzuri. Kile kidogo ambao uko nacho utumie usaidie wengine. Kama wewe uko na kipawa cha kuimba, wewe imba. Wale ambao hawajui kuimba wamuone Yesu kupitia kwa nyimbo. Kuna wengine wampewa kipawa ya kuimbisha. Anafika kanisa, anakuambia nataka mnunulie suti kwanza. Suti iko wapi? Mimi sifungui mdomo wangu. Tuimbishe, msifungui. Tufungui mdomo. Tumia. Praise the Lord. Kama unapewa, na wewe tumia mdomo wako, ama dumia kile kipawa ambao umepewa, ili watu wengine wamuone Yesu. Kwa hivyo Yesu amekuweka na kipawa. Kama unajua kutunza vizuri mboga, tumia mboga yako ili watu wengine wamuone Yesu. Mtu anakuja kwako anakuambia, mami leo ukweli sina mboga, nisaidiaje? Usimwambie hakuna, hapa hakuna. Mami, unajua ninatumia nguvu.
Nguvu hiyo yako mami, nikwambia hata mimi. Nguvu hiyo yako, umepewa nguvu na Mungu, na wewe saidia wengine kwa jina la Yesu. Ni kweli. Waje mtu tu aende nyumbani anasema mimi najua mimi sitaki, I don't want to waste my whatever. All right? So saidia na wewe, kwa sababu umepewa kipawa cha kuunda mboga vizuri. Basi mwambie wacha chukua leo, kesho na wewe uweke yako. Haleluya. Principle ile ya ngapi? Ya 5. Nimeona kuna wengine wako na kipawa hapa ya kulala. Ni kweli? Niliona mwingine hapo anasimama lakini amelala. Ya ine nasema hivi. Number 4. Stewardship include our times. Stewardship include our times. Unaambia ukuja miti saa 10, kwa miti saa 10 jioni. Unakuja saa 11. Unaambia ukuja kwa miti saa 8, unakuja saa 10. All my committees zangu, kama nimesema saa 1, tuko saa 1. Mimi niko hapo na kungoja. Ukipita na nusu hujafika, ukikuja tu nakwambia mmekuja kwa committee, tusimame tuombe. Mnafikiri ni kuhubiri? Tunaomba, enda salama, tukutane kesho. Eti pasa tuanze vizuri, si tumekuja. Tulisema saa ngapi? Wewe unakuja saa ngapi? Saa 1:30. Basi, sasa wacha niombe ile kazi ilikuwa inakusumbua. Uende umalize, nitawatangazia siku nyingine tena. Kwa hivyo, be a good steward of time. Wewe chunga muda wako vizuri. Ndio sababu hautaniona tukukosana na wewe kwanza. Mimi nitakutangulia. Ulikuwa unasema nichukue dakika 15, nitachukua 6. Kwa hivyo ni kwa ajili zingine kuniangalia nimeenda wapi. Kwa hivyo be a good steward of time. Kanisa letu watu wengi hawajui kutunza wakati. Sabbath school unangoja watu wakuje saa 2. Hiyo nimeachia basta. Hiyo nimeacha. Mungu awabariki. Tusimame kwa maombi. Muda wangu umeisha bwana. Muda wangu umeisha bwana. Sitaki come forward my choirs. Kuja tuombe. Kuja tuimbe wana kwaya. Muda wangu umeisha. Mimi nilikuwa natumia muda wangu vizuri sana. Tuombe. Baba wetu, Mungu wetu, utuongoze. Asante kwa wale wote wamefika. Asante kwa wale watu ambao wanaotuangalia. Mungu, tunaomba kwamba utusaidie ili tutue kuwa wakili wazuri. Asante kwa sababu unatujibu kupitia kwa jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Mungu awabariki. Wanakwaya njoo hapa mbele. Kimbia haraka wanakwaya.